kwanza. Hello guys, welcome back to this beautiful and amazing YouTube channel. Na tuko na my co-host ambaye anaitwa aje? Naitwa Adijo. Yes. So Adijo, mambo imekuwa ikitrend hapa sana pale kwa mtandao. Sasa sana. Yes. So ndio tumekuja hapa guys tuwaambie mambo 1 2 3, mambo tu ni entertainment hapa hivi, mambo tu happen. So tunataka tuwapigie content moja safi ama namna gani bwana Adijo? Namna hiyo. Yes. Moja tu. Yeah. So tukianza pale hivyo, make sure you have subscribed guys pale, like the channel. Yes. Subscribe, like, share, kila kitu tufike 10,000. Mpige ma comment. Yes. So tukianza pale hivyo, uliona kuna mtu pale anaoshwa pale hivyo jijini Nairobi. Nadhani huyo alioshwa aje vibaya, hata niliona. Sasa shida ya huyu kitu sasa ile mbaya inanistusha. Alikuwa anaoshwa na omo na ngunia. Unaona aje maneno? Huyu hadi anafaa ongezewe aoshwe hadi na mawe. Na alikuwa na mwenye alikuwa na mrekodi, unasikia vijana wako naongea na wenyewe wajasikiza, wajaochi wa video nitawekea hapo. Huyo jamaa alikuwa alikuwa anamtusi vibaya na alikuwa anasema ananuka vibaya sana kama senge. Unajua hata nikwambie ikifikia hapo ni kumaanisha huyo msee alikuwa ameudhi watu sana. Mbaya. Alikuwa anatembea kwa barabara aogi na anawaonesha. Kwanza ile kitu mbaya ni ati alikuwa anafanya kazi akikuwa hivyo. Hiyo ni mbaya. Sasa huwezi kaa, unajua inalingana na environment. Unapelekeaje watu uchafu. Hiyo nayo ni kweli. By the way guys, wenye hamjaochi video pale hivyo, watchini sahi. After mumeochi tunarudi na next story. Oga Gasia. Mwanaume na kabila kuoga nunuka kama senge. Nini wewe? Dhafuni mwingi. Ni adhabe modo imani ya. Zugua kabisa. Nanuka tatheke goko tauni na kalegania kuna dabu Gasia. Oga. Ne dhabe. Asa toe. Nusu. Ana. Kiza mkono ndani hivi no ndetha be mani. Akinuka tathenge ate na mundu murume mugima. Utari hakiri. Oga. Wetha be we. Kuja rongi. Anaigua heho. Hajaona maji. Wewe toa. Ena yo. Maji ni free. Eni. Ona ore aradera. Ore aradera. Uone kama itatoka hiyo Ye ni maskets masho makirea. Nakata kuoga. Modorado koma ukaga gwethamba. Nini wewe? Kam safi, mwanaume ni usafi. We, mwanaume ni usafi. Acha upuzi wewe. Mwanaume ni usafi. Hatibo brother. Mwanaume ni usafi. Igwe mai. Enda huko. Matige kuthamba, matige kuthitha we, matige kunitha. Maneno. Na wewe ni tubocinere. Urarega gwithamba tondu we ni wewe. Baf. Oga. Shenzi type. Kinya gogoni ana cio mani woikai. Kinya gogoni. Namisha kichwa. Bilisi jana na kwa mute pale. Uze. Husky. Fumoreka mukego mundu aranuka tatheke haha. Kuna. One. Ni aliomere haria riu. Tiga kwelu uramba ikatandike mai. We, oga. Eva bete kele muthaka.
After mumeochi hiyo story pale hivyo, hebu tuambieni huyo jamaa naosho alikuwa si kitu angepigwa ama afanywe nini? Ama ni nini angefanyiwa pale hivyo? Mimi naona Yes. hapa kukuwa na dawa nyingine. Kuosha ndio ilikuwa the best solution. Yes. Kwa sababu hata angefanywa kitu kingine, Yes. huyo msee angejua maana ya kuoga. Hiyo ni kweli. Cheki. Yes. Sasa pale hivyo ule mjamaa alikuwa anamsugua, alikuwa anafanya vizuri kwa sababu alikuwa anamuonesha kesho nikikupata hivi na kusugua. Sasa huyo jamaa ata make sure Yes. hata kana hiyo uchafu ndio asisuguliwe. Hiyo ni kweli by the way. Hiyo ni inspiration. Yaani hiyo iko fit. Juu nakwambia alikuwa anamwagiliwa maji anapiga nduru. Hata mimi ningekuwa hapo ningemsugua vibaya sana. Yes. Mpaka na mchanga bana. Yes. Yeah. Mambo ilikuwa live. Hapo palikuwa pameshona hiyo aibu manze. Walikuwa wamekro. Hata hao watu walimhurumia, alibakisha boxer, hawakutoa boxer. Hiyo ndio uzu. Alibakishiwa boxer lakini huku kwingine asuguliwe, huko kwingine asuguliwe. Lazima tufiche uchi lakini tusugue ngozi. Yes. Ikuwe safi. Yes. Yeah. So guys, hiyo ni the first topic pale. Guys, pale hivyo Embu kuna mama ambaye alikuwa na mtoto ambaye alikuwa na disability pale hivyo. Na Wakenya wamejitokeza wengi sana. Wakatoka wengine Nairobi, wengine wakatoka Murang'a, wengine wakatoka wapi? Kama ambavyo walisaidia Karuma Boy huko Nyeri, hivi tu ndio walienda. Msaada, Na pamekuwa na celebrities wengi sana kama Kabugi alikuwa pale, kama Kenyan Prince alikuwa pale. So wacha tuongelee story. Wewe kitu cha kwanza unaweza ambia aje wa Kenya? Juu wa Kenya ni watu ambao wana support sana. Unaweza ambia aje wa Kenya kwa hiyo mambo wanafanya vizuri? Wakenya naweza waambia. Yes. Waendelee kufanya tu hivyo fiti. Kwa sababu yes, wakati unafanya hivyo ni kumaanisha wewe uko na roho ya utu na unataka kusaidia Mkenya mwenzako, unataka hii, yani unataka kila tuone sisi wote tukue the same. Yes. Juu hii maneno ikihappen hakuna mtu wa government wanahitaji. Unapata ni Wakenya wa ligi ya chini wanaenda kushughulika. Yes. Na hiyo ndio vitu lakini kwa sababu hata ukiangalia wase wengi huko hapo hivyo venye wanapata na hivyo, hiyo ni unity. Hiyo ni kumaanisha hao wase wameamua. Yes. Wameamua kukaa pamoja. Yes. Na ukichunguza hizi vitu kama ile ya Karuma Boy walisema hawataki any politician ama pesa ya politician yoyote pale. Pia hii hakukuwa na politician, alikuwa ni celebrities na normal mwananchi. Sasa kwa hivyo Wakenya ni watu ambao wanaweza saidia sana. Wakenya ni watu wenye wanaweza saidia sana. Yes. Na waendelee tu hivyo tu. Na hiyo roho. Yes. Na waendelee bado kumotivateana wainua wengine wenye wako hapo chini na baidha wanafanya fiti. Yes. So pale bado so nataka niwaekee hiyo video muone kama hujaochi video. Kwa hii ni ya wenye hawajaochi. Ochini hiyo video hapo hivyo alafu tunarudi. Yes. We will be right back. Yes. Haya. Habibi. Kenya salon. Kenya kwa majista salon. Ukikelele jenzi wewe. Wazee ni watu waje sana. Ambia mtu kwa kando yako barikiwa sana wazee. Barikiwa sana. Ndio mwingine barikiwa sana. Kabla tunaweza ushinda. Hizo ni mashinda za kwetu nyumbani. Saidi ya kwa wananga watoto wenye ni walemavu. Yeah. Nawasalimia nyinyi wote, habari zenu. Mimi Mama Gift ama Purity Mugambi, ndio jina yenye yangu ya kuzaliwa. Nikiwa kazi bila nikujanga kazi ndio nikapatana na jamaa, tukaanza kudate, tukakaa 1 year and 4 months. Tukapendana, like mimi nikaona ni kama ako serious, so nikamwa tunaweza pendana tuone, then ndio in the process tukapendana, nikapata ball. Mimi nikaendelea na kazi, sikuanza job, nikaendelea na kazi still 9 months. Still jamaa tulikuwa in good terms, but sasa vile tuendelea hivyo time ya kupata mtoto ndio iletanga issue. Yeah. Kwani kuliendaje? Vile nilipata mtoto vile nilienda sisi kwa na shida, sijai kuwa mgonjwa ama nini, but vile niliendanga hospitali ya kupata mtoto ndio niliendanga na hiyo. So guys, kama ambavyo mnajua kijana mmoja ambaye anasema kuna pesa nyingi sana pale hivyo kwenye 255 pale naongelea Tanzania. Anasema akona hera nyingi kushinda akina Diamond, akina Rayvanny, akina nani pale hivyo nchini
Tanzania. So huyu jamaa kama kawaida wa Tanzania tunasema wajui kuongea nini? Kiingereza. Hawajui Kiingereza. Yao ilikuja na meli. Yao ilikuja na meli. Na hata meli ikufika kwao. Haikufika, ilikwama. Yes. Unajua maji ilisha. Huko ni nchi kavu. Na meli haiwezi pitia nchi kavu. Haiwezi. Bas. Sasa huyu Chief Godlove ambaye amekuwa akishambuliana hapa na Kenyan Prince, hawajakuwa akisikizana na Kenyan Prince, ameongelea mambo ya poverty na kitu ambacho imestusha netizens ama mafans wa Kenya ama Kikenya ama Kitanzania, ameongea Kiingereza. Hiyo mambo ijaonekana. Ana kidogo wa Kiingereza. Kwanza ameaddress video ya dakika zaidi ya dakika 3 akiongelea mambo ya poverty. Najua amekuwa akiinspire wa Kenya. Lakini hata pale hivyo unafaa ukumbuke. Yes. Pia wasanii wanajua Kiingereza. Hata Diamond si anajua Kiingereza, pia anaimba. Yes. Sasa hadi hafai kuringa sana, unacheki? Yes. Juzi hadi yako fiti. Lakini pale hivyo kwenye comment section watu wanasema kwa Chief Godlove ni achievement. Juu kuongea karibu wa Jume Urimi akiongea Kiingereza, na hapa mtoto wa miaka 5 Mkenya anaongea Kiingereza kizuri kushinda Chief. Unaweza sema aje? Hapo tunaweza sema yes, huyo Kiingereza Kiingereza ni kitu ya kawaida. Kwa Wakenya ni kitu cha kawaida. Lakini huko kwao, yes, huko kwao unajua tu Kiingereza ni kama ukiwa na shamba ya dhahabu. So unasema kwa Kiingereza ni achievement kwa Watanzania. Sasa tuseme huyu asha-achieve goal yake. Asha-achieve. Na kwetu ni kitu tu cha kawaida. Kwetu ni kitu ya kawaida. Hebu niambie pale hivyo. Pale Kitanzania kama ni hesabu wanafunzi waje. Juu hawaelewi Kizungu na hesabu ni cha Kizungu. Sasa unajua pale hivyo napewa zile hesabu. Kwa wako na Kiswahili mingi. Mingi. Kizungu tu ndo Kizungu kwa shule yao. Kizungu ndio Kizungu kwao. Hata chemistry wanasoma kemia. Sasa wanasema kama tutasema nini kama ya somo la chemistry? Ni jina gani ngumu kwa chemistry? Pale hivyo. Mitochondria. Sasa baada ya kusema mitochondria wanasema mitochondria. Mitochondria. Na sisi tukienda kule hiyo si ni changamoto sana. Hata tuwezi kwa sababu sasa sisi hatuelewi hata hiyo ni nini. Unasema Mtanzania akienda Kizunguni lazima aende na mtu wa kuinterpret. Hapana, atabeba dictionary. Si ataona mambo mingi sana. Hapana, itabidi ama abebe simu. Siku hizi ni technology. Technology, ChatGPT. Yake hapo hivyo mzungu atamtranslate hapo kwa tenje. Hiyo ni kweli. Alafu pale hivyo by the Chief Godlove uliongea Kiswahili Kizungu kikali sana. Na ilitubamba. Na ilitubamba pale. Lakini uko chini nenda practice kidogo. Ako chini? Ako chini. So nataka Wakenya kama hamjaochi video nataka niwaekee hapo hivyo muone sahi. Hello poverty. How are you? I hope you're fine. I'm just checking on you right now. I want to know if you're okay. If you're okay, I'm okay. But there's something I want to tell you. It is over between us, poverty. It is over. I know you miss me. It's been a long time. You and me were just together. But right now, I'm not your type, poverty. Just find another people there, broke peoples. But me, I'm at Nairobi right now and I'm enjoying my ride. So I don't need you, poverty. Poverty, it is over between us. Me and you, it is over. I'm no longer your type. I don't need you in my life, poverty. Poverty, in the name of our fathers, in the name of our mothers, in the name of our ancestors, I don't need you in my life, poverty. Poverty, I'm telling you right now, I'm very serious. I don't need you, either your friends, either your family, either your mother or your father. Poverty, I don't just need you and your friends and your family. All of you, poverty, I don't want to be broke again. I don't want to waste my time just to sort things. I know poverty, you come with a lot of things. You come with like
You send people in my life to destroy me. You send people to come and take, like, they just pretending to love me, and you send them in my life to black me like, no, I don't need you, your friend, and I know what you are dealing. I know who you are dealing with. I don't need you and the people you are dealing with. I don't need them. Guys, after mumeachi video ya Chief Godlove, so nataka sasa hii nayo imekuwa ikienda hilarious viral pale hivyo kwa internet. Kwanza hii Dante. Hii ni mbaya. Huyo kuna madhe fulani nimeona hapo. Huyo madhe anachatisha. Anachatisha. Pale hivyo unajua hata si wazazi wengi wanaweza kuona kale. Kama mamangu hawezi. Huyo anafaa pewe zawadi pale hivyo. Na itwe ka show kamoja hata at least apige show. Manze pale hivyo nakwambia ako na sheng mingi kushinda yangu. Hata mimi siwezi piga sheng kama hiyo. Hiyo inaonekana anasoma pale. Huyo ni mama.com manze. Nakwambia sisi tukizaliwa yeye alikuwa shajua hiyo sheng. Alikuwa shajua sheng. Unaona? Na wanasema hii nini hii jenzi. Huyu mama ni mama.com. Si ni kweli? Mama.com sana. Na ukiangalia ule kijana wake, kijana akona confidence sana pale. Hata confidence. Huyo kijana anajua kupanja na wasee. Huyo kijana anajua kutafuta do. Unajua acha nikwambie ndio ufike hapo mpaka unaongeleshia watu pale, unawaambia na mkanye uni madhe mpaka mnasikizana. Ina take a lot. Ina take a lot. Hao wasee wako na confidence na ikiendelea hivyo bana. Na wacha nikwambie kama si huyu madhe nakwambia hii video ingeenda viral. Unajua watu hawajazoea hii maneno. Watu hawajazoea. Unaona? Huyo madhe kwanza anajua zetu. Manze huyu anajua sheng na big up sana. So in case hujaochi video, so nataka niwaekee hapa hivyo hiyo video ili muochi. So after mumeochi tunaendelea na conversation. Na usahau hadi sisi tukio zetu hadi wewe utakuwa tu zako. Zetu hizi tupewe miezi kama 2 tupate na mabringbinga za kuimba. Na hii side hatunanga mafeeling. Na ukiboga sana tunakuweka alama. Mkoro leo siwavuruge sana. Nicheza chini. Cheza chini acha leo tuwa big up. Mafans wote mmelike your content yetu. Big up. Mafans wote mmetufollow. Big up. Mafans wote mmeturepost. Big up. Wasanii wa big akina Bien tunawalobo tu. Niko na freestyle naweza waloga. Cheza kaa wewe. Niko na kiburi kushida mafans wa Man U. Niko na ubaya kushida kabaya. Huwa baya goli sana. Jakanaga mwaki wa buru rogete na githa. Ati haraka haina baraka. Onogenyo na haha ni edige hara. Nasaka pesa usiku na mchana. Jukenye mimi nataka tunichapa. Tutabonga baadaye. Top shota. After mumeochi pale hivyo kwenye comment section, mambo ni live. Tuambieni mama yako wewe kama kijana anaweza fanya kitu kama hicho, ama wewe kama Gen Z unaweza fanya kitu kama hicho? Unaweza. Sorry umeachwa nayo. Sasa hii ndio sasa ile kari sana ambayo tunaingia. Hiyo hata Bahati, hiyo ni kari of the nation. Manzi, Bahati 2022 alikuwa anataka kukuwa member of parliament pale Mathare. Lakini Mathare ni kwa kina nani? Mathare ni kwa watu hawana kichwa mzuri. Hawana kichwa mzuri. Hao mbakisha kuenda rehab. Basi, na hata rehab ni Mathare. Huko. Sasa Bahati kuna video amefanya 3 days ago. Anavaa thon. Suruali ya wanawake. Na unajua acha nikwambie, yeye ni mwanaume. Ni mwanaume. Naona suruali ya wanawake. Na ukiangalia huyu ni jamaa ambaye ana own Bahati Bet. Ako na pesa nyingi. Haizi sema ati ni boxer kuwa nayo. Huyo ni kupima watu. Na alivaa vizuri na akavaa luku na akasema ati ameenda kuperform, ati ndio akiperform ana perform fit ya kuwe free style. Ati itamshika. Unaona aje hiyo maoni yako? Hiyo kenye naweza sema. Ni ati kuna kitu behind hapo, behind huo mjamaa anafanya. Na watu sababu hakuna venye unaweza amuka hivi siku moja all of a sudden ati ukae na thon shwari. Uvae kitu yenyewe au vagi kitu yenyewe ufai kuvaa, na ni kitu unajua yenyewe hii si yetu, si agenda yako. Bas. Unajua kitu mbaya ni ati tuangalia pale agenda ni ati yeye ni mwanaume. Manzi
Hiyo sio fiti. Si hapo anasema kwa hiyo video ati alikuwa anasema ati ni yeye mtarajio wa 2027 mbunge mtarajio. Aje sasa. Bahati of them all. Wewe lakini mimi kitu naona yes. Ni kama nataka kuenda kusimama Mathare. Mathare sasa. Huyo huko si atapewa, huko hata anafaa pewe president. Huko anafaa pewe president kwa sababu huko Mathare akiwafunza vitu kama hizo ndio wanataka. Mbaya, jua hata waoni kama ni shida. Hiyo haoni kama ni shida, lakini sasa yeye hiyo ni shida hiyo. Amepush. Hiyo imeenda. Pale hivyo kwenye comment section, watu wamemtandika, watu wanasema ati kama ni showbiz atafute na njia nyingine. Ati amepush sana. Hiyo imeenda hiyo achane tu na hiyo kazi, atafute kazi nyingine. Ati watu wanasema kimziki amelemewa. Lakini ati ndio kimziki ati asikikane, ati lazima avae hii ndio watu waendelee kufanya nini? Kumuongelea. Kwani anataka kuwa nani? Ati anataka kukua yeye 254 kila wakati ni #Bahati Kenya. Akitaka hivyo, yes. Mwambie sasa hata azivae za mama, atafute za watu wamezeeka. Washosh. Yes. Kwa sababu hizo tu ndo tunaweza ona kama ni kitu. Mama tumezoea. Hiyo ni ukweli. Basi. Hizo tumezoea. Si hata walikuwa wanatuinulia pale hivyo kwa maandamano. Mbaya sana, wanakaa hata hivyo. Walikuwa wanakaa hivyo. Kwa hivyo hiyo Bahati, hiyo sasa tutafaa tuambie Bahati. Wewe uko chini aje. Wewe tafuta tu ligi nyingine ya kuchezea. Wewe tafuta nguo za hata utafute za chokora. Ama utafute za shosh. Baada hivyo. Udunge hizo ama utafute tu za kighost. So kitu na ambayo naweza ambia Bahati alifanya vizuri. First of all, venye Raila aliaga dunia, the former prime minister of the Republic of Kenya. Hiyo kitu iliguza wengi sana. Wakati aliaga dunia, the following day, it was on Wednesday, early in the morning. The following day on Thursday morning, alikuwa ametoa wimbo ambaye aliandika bye bye Raila Amolo Odinga. Na hiyo video ilivunja rekodi ya muziki wa Kenya ambapo ilipata the most viewed video within 24 hours. Hiyo ndio kitu ambayo nazaambia Bahati alifanya fiti. Lakini mambo mengine ati ya showbiz awache. Hiyo yako chini. Hiyo kitu hata by the hata mimi haikunifurahisha. Hi. Mtakuja mwambie watu hi. Next time. Yes. So ni mafan wetu. So hiyo ndio kitu ambayo tungependa kuambia kwa leo. Yes. So kama hii video imekufurahisha hapa hivi, make sure you have subscribed. Kuna comment section hapo. Yes. Kuna kushare. Yes. You can share with many friends. Yes. As you want. Yes. In the whole world, in the whole country. Yes. Watu mafani wetu wa Dubai, wa Gulf, wa Europe, wa Asia, wa Africa, wa kila mahali, tunawaambia muendelee kutusupporti juu kama si nyinyi hatungekuwa hapa na hatungekuwa tukifanya mambo kama haya. So thank you very much guys for watching. Make sure you have subscribed, comment and like, and I will meet you to the next one. Boom.